anataka utii. Bwana Yesu sana. Bwana Yesu sana. Anachoangalia Mungu ni utii. Ukimwangalia Musa anasema nenda kwa Farao lakini hatakupa ruhusa. Hili jamani, kwa akili ya kawaida mchungaji nenda pale nyumbani ndipo Esta akakupa nini? Akakupa labda unga, lakini hatakupa. Umeona Mungu alivyo? Mmemwona ndugu zangu Mungu alivyo? Mungu anaangalia utii. Haijalishi unapata hayo ngapi. Anasema na niangalia neno lake. Unapochukua nguvu ya kwenda hata usipopata, ndipo utapata neema ya kusemesha wengine. Bwana sasa atakusemesha kwa vingine. Atafanya mlango kwa vingine. Lakini ukifaidi kwa baba, ndio mwenyewe sema hata nikakuonyesha ufanye. Bwana sasa. Bwana sasa. Kuna kitu Mungu alikuwa ananifundisha wakati ibada hii. Kwamba angalia. Mtu akisema simama umekaa, wewe sio mtii. Bwana sasa. Waheshimuni wanaowaongoza watiini. Bwana sasa. Ni kitu kidogo, naona kama kitu kidogo sana. Bwana sasa. Lakini kwa Mungu ni kikubwa mno. Jamani tusimame wewe umekaa. Jamani nyosha mikono wewe uko hivi. Bwana sasa. Kwa maana umebora kwamba mimi sisimami. Bwana sasa. Umebora kwamba mimi sitaimba. Bwana sasa. Ndio tunalinda wana wa Mungu. Ni vitu vidogo vidogo, sio vikubwa. Bwana sasa. Amana mbele za Mungu ni vikubwa. Bwana sasa. Tunaangalia yani kwamba labda yani utengenezaji vitu wewe ni vizuri, lakini vitu vidogo vidogo ndivyo vinaweza kufanya kanisa. Bwana sasa. Bwana sasa. Kwa lazima tuwe watii. Kila neno nasema ni chanzo cha kukagua. Bwana sasa. Unapokuwa na neno la Mungu, unakuwa na Baba mwenyewe yupo, unakuwa na Mwana mwenyewe, unakuwa na Roho Mtakatifu. Maana katika kitabu cha Yohana 5 amesema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu hao wanashuhudia mbinguni. Na hawa watenda kazi kwa pamoja. Kwa utakapolikubali ile neno, umoja ule unakuwa kwako. Bwana sasa. Utendaji wa Mungu unakamilika ndani yako. Bwana sasa. Bwana sasa. Bwana sio. Mungu anisaidie. Anasema mtakao katika kitabu ni Mathayo, atakayesikia maneno yangu na kuyatunza na kuyatii, huyo anafananisha na mtu aliyejenga juu ya mwamba. Hata mafuriko yakaja, hata pepo zikavuma, ile nyumba itasimama, haitapigwa. Bwana sasa. Bwana sasa. Kwa hapa nifundisha kwamba okay, kumbe nikiwa ndani ya majaribu, nikiwa na neno itatuimarisha. Kwa kumbe neno linakuimarisha kuvuka majaribu. Bwana sasa. Bwana sasa. Kama hatuna neno, kupigwa ni ngumu, tutavunjika. Bwana sasa. Tutavunjika mioyo. Lakini mtu huyo ambaye alikuwa na neno humng'oi. Hata kusema jamani hapa hakuna Mungu, huyo mtu humng'oi, kwa sababu neno la Mungu limesimama ndani yake miaka mingi. Bwana sasa. Tunaangua katika majaribu, tunaangua katika tamaa, ni kwa sababu hatuna neno la kutusaidia. Bwana sasa. Katika waraka wa Yohana anasema nawaandikia ninyi Bwana, kwa sababu neno la Mungu linakaa ndani yenu. Bwana sasa. Na mmemshinda yule Mungu. Bwana sasa. Kwa kumbe neno ndio lazima kushinda. Pasipo neno hatutashinda hii dunia. Pasipo neno hatutapigana shetani. Bwana sasa. Bwana sasa. Asema tuwe wajanja, tusiweze kuzijua hiyo na shetani. Shetani anatumia hila ili kumwangusha mwana wa Mungu. Bwana sasa. Bwana sasa. Hataanguka kizembe. Bwana sasa. Hatarudi nyuma kizembe. Hata ukimwona mtu atakusema, hata ukimwona mtu anakutukana, lile neno utakuta imeandikwa msamehe. Utakuta tu limesimama. Bwana sasa. Imeandikwa msamehe. Bwana sasa. Haya kuna mtu unamsalimia akupendi, utakuta neno limesimama ya kutengeneza. Imeandikwa mpende adui yako na muombee. Unachukua jukumu ya kwanza kumwombea. Wewe moyo unauma, kinacho kusaidia ni neno la Mungu. Ndiyo inayotofautisha. Bwana sasa. Bwana sasa. Tutashinda kwa neno la Mungu. Tutaliishi neno kwa sababu neno tumelikubali na tutengeneza. Tukisema neno tutengeneza, tutengeneza. Bwana sasa. Bwana sasa. Alitakuwa na neno kitakuingia kitapia kama umeiba. Utakuja unahukumiwa, hapa umeiba, hapa umeiba, hapa umeiba. Mpaka uingia kwenye maombi ya kuomba toba. Bwana sasa. Na huyu mtu amekubali kutengeneza na neno. Yaani yuko anakubali kuona tabia mbaya. Bwana sasa. Kuacha dhambi. Bwana sasa.
Twende Yohana wa kwanza 2:14-16.